Nasema komando si mlinzi. Hata mlinzi na walinzi. Ile mlinzi kaanza na nyinyi mbuzi. Anaenda kutoka mbuzi. Ndio tulimwona. Kamera kule mnaanza kuloga nyinyi. Nasema hivi. Tumalize tukamalize tatizo. Mnaanza ubaya. Yeye maogopa mechi. Yeye maogopa mechi. Naona kwa Yanga tugome. Hamna. Hapa ubaya kweli hamna. Hamna ubaya kweli. Na zilikuwa 7. Hamna 7. Nasema zilikuwa 7. Na zile 6 tulizomfunga Dodoma. Zilikuwa zenu tu. Hiyo kitu sio hiyo. Nasema hivi. Wewe bwana, sikiliza wewe. Unisikilize. Ndio tulipaswa tuwafunge. Wewe timu mmeshaionga hela. Wakiangalia nafasi ya 8. Alafu sishuki daraja. Sichezi playoff. Kwa nini si Dodoma? Ana pointi ngapi wakati huo? Ana pointi. Yaani yeye katika kundi yupo wa 8. Sasa wa 8 wameisha. Imebidi mwambie waishi. Mwenye kitu naitwa. Karibu. Nani anadika? Karibu. Mwenye kiti na mazungumzo naye mara moja. Haya. Jamani samahani. Pembeni kidogo. Hawa si. Kiti mimi nimekuja. Na matatizo. Matatizo gani? Na mtoto wa dada yangu kaja inapata hii wiki. Kwa hiyo kaja pale kunisalimia, lakini alikuwa na tabia kwamba anakuja barabarani anarudi. Anakuja barabarani anarudi. Lakini leo kama siku ya 3 nyumbani hajarudi. Kwa hiyo nikaona ngoja kwanza niende kwa mwenyekiti, maana wale watu ambao nawajua pale nimewaelekeza hawaja hawajamuona wanadai. Kwa hiyo bwana naomba unisaidie mwenyekiti, sijui unanisaidiaje. Huyo mtoto wa kiume wa kike? Wa kiume. Ni mvulana tu kufikia na yeye kumpata ataka mabinti. Sasa sijaelewa tena mpaka sasa hivi. Ana siku ngapi tokea aje hapa kijiji? Tokea aje hapa ana siku kama 7 hivi. Kwa hiyo hana ndugu hapa katika hiki kijiji? Yaani katika kijiji hana ndugu zaidi ya mimi mamake mdogo. Basi mimi mwenyekiti nimesikia hili jambo. Inabidi sasa na mimi nilifanyia mkakati. Ila nakuomba mama, baada ya siku 2 utakuja kupata jibu. Kama itashindikana itabidi tupeleke mbele. Yaani fanya hivyo mwenyekiti, maana hapa nilipo nimechanganyikiwa. Na ningekuja na simu yangu kwa sababu iko chaji. Ningekuja na simu yangu ningekuonesha. Maana inawezekana ukapishana naye njiani au ameenda kupuma. Kwa kupuma yule mwenye majinya anayaogopa. Haya mwenyekiti, maana utendeka mbole tendeka ima. Haya. Mwanayo wenu wa dada yua. Haya na ndo boka lelo. Haya kwa heri mwenyekiti. Vijana wangu, kile kikao cha juzi niliwaambia kwamba leo nitaleta hivyo vitu, nataka nivilete sasa. Mmenielewa vijana wangu? Sasa kabla ya yote, sasa nataka nimwite kijana aje ili mradi atusaidie kazi zetu za kichawi. Mnasemaje vijana wangu? Hapana mkuu. Kwa nini? Lete nyama kwanza alafu namleta kijana. Sawa. Nyama nitaileta. Na itakuja. Tutakula hapa. Vijana wangu, mmeiona nyama? Ndio mkuu. Sasa vijana wangu, nyama ndio hiyo. Kwa hiyo na wacheni jukumu hili vijana wangu. Tule nyama kwa shangwe na vigelegele. Mnasemaje vijana wangu? Hebu tule nyama, nyinyi mnasemaje vijana? Hapana mkuu. Kwa nini? Muuliza swali zuri sana mkuu. Kwa kuwa mkuu, hii nyama iko katika himaya yetu. Ndio. Nilikuwa naona tuhifadhi kwanza, tumlete yule kijana kutuma kazi zetu. Unaionaje mkuu na washirika zangu? Vijana wako, yule kijana nilikuwa nakwambieni kwamba atakuja kutusaidia kazi zetu za kichawi. Kijana yeye ndio hapa. Anafafa
Anafaa. Kazi nzuri. Sasa vijana wangu, kabla hatujamtuma kazi kwenda Uturuki, kwenda kushika vitu vidogo, tunataka tumpe kazi ya kuondoa wote wale vijana wale muondolea maisha yake. Mnasemaje vijana wangu? Sawa mkuu. Sasa kwa hili limeisha, huyu mtu namtuma aende huko akawaangamiza wote, alafu atarudi tena hapa, ili mradi tumtume kazi ya kwenda kuchukua vitu vidogo Uturuki. Mmenielewa? Mgeni wako. Haya, karibu. Karibu. Habari za nyumbani? Mwenyekiti, mimi nimekuja. Lile la siku ile, maana naona siku 2 ishafika. Imeshafika kweli, imeshafika. Nimefanya uchunguzi siku 2. Nimeambiwa kwamba yule kijana wako alionekana na binti mmoja. Wamefatana. Ndio. Sasa na mimi katika kuambiwa hivyo, ikabidi sasa mimi nikusubiri hizi siku 2 utazokuja, ili twende kwa yule binti tukafanye uchunguzi, tukamuulize ili tupate uhakika huyo binti alimwacha wapi huyo kijana wako. Yaani hapa penye mimi naona kuchelewa. Yaani mimi silali, sili. Basi haina tatizo. Kwa hiyo kama kuna uwezekano hapa sasa hivi tuondoke, maana na siku ya 3 ninalia kwako. Kwa hiyo hapa kama kuna uwezekano jambo lenye na mtu mwenyewe labda wewe unaweza ukamuona njiani, labda mtu usimjue, yani ni mtu macho ni huyu. Kijana mwenyewe ndio huyu. Kijana niliwahi kumuona siku hii. Uliwahi kumuona Tena mimi nikasema huyu mbona mgeni hapa, wakaniambia huyu mtoto wa mama Kichuya. Huyu mtoto wa dada yangu mimi, manake mimi mwenyewe majanga kila siku. Basi mimi nilimuona huyo. Sasa kwa sababu nimepiga sehemu, nimeenda Mienje huku, nimeulizia Rubasa, nimeulizia mpaka nimeingia Feri, mpaka Shauri Moyo. Ndio kuna kijana mmoja anaitwa Mpili. Akaniambia yule kijana tulimkuta na binti amefuatana naye. Sasa huyo binti anakaa Shauri Moyo. Inabidi mkamfuate muulize vizuri. Kwa hiyo mradi umekuja leo, twende mimi na wewe muulize huyo msichana. Basi itakuwa vizuri mwenyekiti, maana hapa nilipo hata Lugono ngoja kulia nilia bwana, ili taisha tu. Lakini bahati mbaya wazazi wameenda shamba. Sasa ni hivi, mimi mwenyekiti nimekuja, huyu mama aliniletea taarifa tokea majuzi kwamba na mwanawe alikuja kumtembelea mtoto wa dada yake, lakini yule mtoto mpaka leo hajaonekana. Nikamwambia baada ya nimechunguza nimepata taarifa kwamba wewe yule mtoto wake alikutana, yani walimuona na wewe umefatana naye. Kusema kweli mimi nilikuwepo naye, ila yeye aliniaga naenda kwao, na mimi nikaamua niende kwetu. Sasa ilikuwa muda wa saa ngapi? Saa 9 ilikuwa ya mchana. Saa 9 mchana
Kesho yake asubuhi kuna mkaka alikuja hapa nyumbani. Wewe ulikuwa wapi? Na mtu. Wewe mpenzi wako Kuka. Aliondoka mjini karudi mpenzi wako. Sasa kuna watu walikuoneni. Sasa huyo mtu kaenda kutoa taarifa kule kwa wauni. Sasa yule muuni yule nani mpenzi wako mpya wamempiga, wamemua. Sasa kugea kama siri. Ili ukae ujue. Ukimwambia mtu utajua mwenyewe, kama hujamwambia mtu utajua mwenyewe. Mpenzi wako wamempiga, ameuawa.